Shalom, ni Apostle GC Angel. Moja ya kitu ambacho ninawapenda wanafunzi wa Yesu Kristo ni namna ambao walimsoma Kristo, walijifunza kutokana na Kristo. Kwa sababu hawakutizama tu muujiza ambao Yesu Kristo alikuwa akiwafanyia watu, ila walitaka kujua behind the lifestyle, nyuma ya maisha ya Kristo. Kwa nini Yesu Kristo akitoka kuomba anatembea juu ya maji, akitoka kuomba watu wanafunguliwa? So wakaja wakasema, wakamfuata kumwambia, tunaomba utufundishe na sisi kuomba. Sio utufundishe sisi kutoa mapepo, sio utufundishe sisi kufanya kitu fulani, utufundishe sisi kuomba. Kwa sababu walijua hili Mkristo aweze kuthibitika lazima pawe na maisha ya maombi. Yani maisha yake ya maombi lazima yawe imara, lazima yawe yameimarika. So akamwambia, naomba utufundishe kuomba. Ukristo wako hauwezi kuwa una matokeo kama utatoa maisha ya maombi nje. Yani mimi ni Mkristo lakini sina recipe ya maisha, ya maombi. Na Yesu Kristo akaja akawafundisha. Akaambia sasa, yes. Ninataka niwafundishe. I want to take you to a journey ya namna ya kuomba. So kama tuna mtu ambaye tunataka tujifunze kwake kuomba, sio kwa Apostle, inabidi tujifunze kwa Kristo. Kwa sababu moja ya huduma ambayo ilifanikiwa ya maombi ni huduma ya Yesu Kristo. Yes. Katika watu wote kwenye Biblia, maisha ya Yesu Kristo ya maombi ndio maisha ambayo tunaweza tukajifunza, kwa sababu ndio alionyesha mafanikio makubwa. Na yeye ni Mungu. So tunajifunza sio tu kwa Kristo bali kwa Mungu pia. Ukifungua kitabu cha Mathayo sura ya 6 kuanzia mstari wa 5 unasema, Mathayo sura ya 6 kuanzia mstari wa 5 inasema, yes, tena msalipo msiwe kama wanafiki. So wait. Anasema sasa sisi tunapoingia kwenye kusali, let us not be hypocrites. Tusiwe wanafiki sisi tunapoanza kusali. Yes. Man of God. So it means kwamba unaweza ukaenda ukasali and yet ukawa mnafiki and you think that you are praying. Na wewe unasali, unaona kama unasali, lakini mbingu inakuona wewe. Yes. Mimi sijui kama man of God umeona hicho kitu. Sema, yes. Don't be hypocrite. Yes. Don't be hypocrite. Tena nyinyi msalipo msiwe kama wanafiki. So uko hapa sasa, pray. Mimi ni mtu wa maombi. Nguzi zinasema hypocrite, huyu ni mnafiki. So kumbe hata wanafiki wanaomba. Yes. Tena nyinyi msalipo, akaendelea akasemaje? Kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amen. So unaona sifa za mtu ambaye ni mnafiki, accordingly mnafiki wa maombi. Anasema akitaka kuomba, yeye anachokitafuta kwanza ni apate recognition, aonekane kwamba anasali. Umeelewa? So anaonekanaje? Man of God. Inamaanisha kwamba tutakiwa kuomba tukiwa kanisani, kwa sababu sinagogi ni sehemu watu kusanyikana. It's a lie. Ni kwamba unapokuwa unaomba, nia ya moyo ni ipi? Ninavosali hivi, je, ninasali ili Evangelist Francis anione? Ili man of God Isaiah anione? Yani kila unachokifanya kina nia nyuma yake. Kwamba tunapokusanyika hapa tunasema ni sehemu ya maombi, ya arena of prayer. Wewe umekuja ili Apostle anione. The moment ukisema naomba na jitafuta gestures ya kujiweka, namna ya kujiweka ili watu wanione, Biblia inasema wewe ni mnafiki. Typically. Yes. So akaendelea akasema. So anatoa hapa, unaona mwanzoni Yesu anatoa sifa. Kabla hujaingia kusali, anatoa sifa za mtu ambaye anatakuwa kuingia kwenye chumba cha maombi. Uweje na namna ipi? Kabla hajatoa namna ya kuomba, lazima pawe na sifa ya wewe kwanza. Ubebe sifa. So kwenye chumba cha maombi watu huingia wakiwa na sifa maalum. Yes. Na sifa moja ambayo imetajwa hapa, lazima usiwe mtu mnafiki. Yes. Anasema, amin nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. So every prayers answer. So hata wewe mnafiki ukienda kuomba na unafiki, you have an answer. Lakini majibu hautayafurahia. Thawabu utapewa. Kila mtu atapewa thawabu ya. Kila mtu atapewa kipimo chake kulingana na unafiki ambao unao. That's why unashangaa kwa nini unaomba muda mrefu unasema upokei majibu.
delayment bado ipo, ucheleweshaji bado ipo, ni kwamba tayari hayo ndo majibu ulikuwa unayataka. Sasa thawabu yake ndo hiyo, kwamba thawabu ulitegemea itakuja positive, sasa thawabu imekuja negative. Anaendelea akasema mstari wa 6. yes, Bali wewe usalipo. Sasa ni nani sasa maana? Anasema wewe, you, Mi hapa. wewe hapo usalipo. Sema bali wewe usalipo. Ingia katika chumba chako cha ndani. Na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye silini, na Baba yako aonaye silini atakujaza. You see now. So ili mtu aanze safari ya maombi, maombi ni maisha ya mtu binafsi, sio maisha ya kanisa. Anasema wewe ukitaka kusali, ingia kwenye chumba chako cha siri. Amen. Between you. So maombi ni wewe na Mungu wako. Sio maombi sio wewe apostle na Mungu, wewe na Mungu wako. Ingia kwenye chumba chako cha siri, na Baba aonaye sirini. Maana yake anachotoa ni hichi. Sio kwamba tu uende ukajifiche porini, kwamba hakikisha fikra yako, akili yako, concentration iko kwa Kristo. Amen. Kwamba wewe auombi, nia yako iko kwa Kristo, moyo wako hautangi, kwamba wewe unajua unamuomba kwa Baba aliyoko sirini, kwamba tumekusanyikana mahali hapa tunaomba. Amen. Focus yako, ndio maana tunasemaga hivi, usiangalie nani yuko kushoto, usiangalie nani yuko kulia, tazama, mtazame Kristo, mtazame Kristo. Sasa man of God, it is very hard, ni ngumu, kwa sababu utagundua. Kwa nini nasema sio, hasemi chumba cha siri, maana yake chumbani kwako. Ndio. Maana yake fikra zako lazima usijifunze namna ya kuzifunga malango ya fikra, malango yako yote, ili uconcentrate kwa Kristo, ili wewe na Baba mbaki kwenye chumba chenu cha siri. Na ndio maana utagundua mwingine ataenda ataomba chumbani, lakini bado aombi sirini. Man of God. Yes. Unaweza ukatoka hapa ukasema ninaenda kuomba porini, sehemu ya siri. Ndio. Lakini kumbe auombi sirini. It is there. Kwa sababu moja, wewe unadhani sirini ni kuhama location. Kumbe wewe hujaweza kujitrain mwenyewe, control your mind, your thought. Adui sasa milango iko wazi, adui anaivuruga. Ushawahi kuomba na unawaza mechi ya mpira uende ukatazama? Maana yake hauko chumba cha siri. Yaani unaomba huku unawaza, ngoja niombe haraka baba niwahi kazini. Hauko kwenye chumba cha siri. Chumba cha siri maana yake unataka ucontrol kila kitu, yani focus iwe Kristo. Sasa namna gani mtu anaweza akacontrol? Siku zote na watrain watu, na waambia, ukiingia chumbani kwako kwa msali, anasema tukiutiisha mwili, tiisha fikra zako zitazame msalaba. Tengeneza a imagination onto your life, onto your head, kwenye kichwa chako cha kusema ninatazama msalaba. Control yourself ukiwa kwenye chumba cha siri. Hata kanisani una uwezo wa kuomba na watu wengi, lakini wewe na Mungu mkawa kwenye chumba cha siri na bado uko katikati ya watu. Na ndio maana mnaweza mkawa 1000 kwenye mkutano wa maombi, wote mkaomba, afu anayejibiwa ni watu 5. Kwani wako kwenye chumba cha siri? Hapana. Chumba cha siri kinachozungumziwa pale ni kipi? It is like the thoughts. Fikra zako zicontrol. Jesus. Amen. Yes. Nanyi mkiwa katika kusali. Sasa stickler prescription hapo man. Nanyi mkiwa katika kusali. Yes. Msipayuke. So man of God, kumbe unaweza ukawa unasali umevuka level ya unafiki, lakini unapayuka. Man of God, you have a question. Unapayuka. Msipayuke. Yes. Bali nini? Endelea. Kama watu wa mataifa. Sasa kanisa linachanganya kitu. Anaposema msipayuke, haimaanishi kwamba uombe kwa ndani. Mtu anayepayuka sio mtu anayepiga kelele. Kelele zako zinaweza kuwa zina maana. Mtu anayepayuka ni mtu ambaye anaongea vitu ambavyo havina maana. Yes. Sio kama mmeona. Yes. Kwamba wote mnapaza sauti, ila kuna mmoja anapayuka. Kupayuka maana yake unaomba kitu ambacho unaomba ovyo, yani unaongea vitu vya ovyo, hujui kitu ambacho unakiomba, ndio neno kupayuka.
Kwa msio kama mataifa, maana mataifa kwao wenyewe kazi yao ni kupayuka. Hawajui wanachokiomba. Kwenye mstari mmoja kwenye Biblia wanasema kwa Mungu asiyejulikana. Tunaomba kwa Mungu asiyejulikana. Paulo anawakuta anasema hawa watu walikuwa wanaomba kwa maana walikuwa ukipayuka. Hawamjui huyo Mungu. Lakini man of God Isaiah hapa anaweza akapaza sauti yake. Lakini hapayuki. Mbingu zinamsema huyo hapayuki. Na wewe inaweza kuwa hapo hujapaza sauti. Unaomba kwa sauti ya chini. Mbingu zinasema Evangelist my friend, unapayuka, stop it sir, stop praying. Endelea, anasemaje? Anaendelea anasema maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Kwenye chumba cha maombi hatuingii na maneno yetu, tunaingia na maneno ya Kristo. We don't use our words. Praying without the word of God is praying with many words. Kuomba pasipokuwa na neno la Mungu ni kutumia maneno yako. Maneno yanakuwa mengi, ndio upayukaji wenyewe huo. Kwamba ninaomba sina neno la Mungu. Kwa sababu Biblia inasema mimi ni Mungu, tazama neno la Mungu timiza. I look unto my word so that I may perform. So the performance of our Lord Jesus Christ, performance ya Mungu wetu inategemea na lile neno ambalo amelisema. So mtu anakwambia ninaomba Mungu unipe ndoa. Ni wapi amesema anatoa ndoa? Ndio kupayuka kwenyewe. But Mungu tu ni, wewe si ni Mungu. Man of God, wewe si ni Mungu. Just because you are a God you can give marriage. Who told you God is there to give you marriage? Lazima pawe na scripture. Pawe na andiko. Na andiko, neno lake ambalo ndo linabeba. Hapo ndo utaonekana kwamba wewe upayuki. Wewe upayuki. Evangelist nasemaje? Yes, nikiona hapa nimejifunza kitu. Yes sir. Kwamba bila neno la Mungu, yes sir, it means our maombi ni maombi ambayo I can say ni maombi ya kupayuka. Ni maombi ya kupayuka. Kwa hiyo mnaweza mkakusanyikana 10. Kumbe mmekusanyika kuingia tu bila kusoma neno na kusimama kwenye neno la Mungu. Hayo maombi ya kupayuka. Ni kitu ambacho nimejifunza siku ya leo. Prescription. Anaendelea anasemaje kwenye scripture? Mstari wa 9. Sasa mstari wa 9. That's where I love it. Basi ninyi salini hivi. Sasa angalia, kabla hajasema nyinyi sasa msali. So tunaona tuna kundi la kwanza, man of God, ambalo kundi la kwanza anatoa sifa. Before you start to pray, kabla hujaingia kwenye chumba cha maombi, pitia kwanza sifa za juu. Hizo uangalie unafiti. Yaani kabla hujaomba angalia kwanza, mimi sio mnafiki. Mimi si payuki. Niko kwenye chumba cha siri. Na haya mambo matatu. Kama nina haya mambo matatu, basi nina ushindi. Mstari wa 9 akasema sasa. Basi ninyi sasa, hapa I love it, anasema ninyi sasa msali hivi. How? Tell me sir. Anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Amen. Hapo. So ombi la kwanza, anasema unapoingia kwenye chumba chako cha maombi, hakikisha unamtukuza Baba Mungu. Hatuanzi kwa kupeleka matatizo yetu, hatuanzi kwa kupeleka shida zetu, tunaanza kwanza kwa kumtukuza. Jina lako litukuzwe, Baba yetu aliye mbinguni. Unajua siku hizi hata nyimbo za gospel unasikia baba. Yes. Kwa hata shetani ni baba. Lakini anasema Baba yetu aliye mbinguni. Hakuna baba mwingine. I can tell you. Baba yako mzazi hayuko mbinguni, mama yako mzazi hayuko mbinguni. Anasema baba, kuna baba yuko Jehova. Anasema ukiingia kwenye chumba cha maombi, anza kwanza kwa kumshukuru Mungu. So unaanza kwa kumtukuza Mungu, maana yake lazima ubebe mistari ambayo inamtukuza, inamshukuru, yani ni kushukuru na kumtukuza, praising him. Thanksgiving. Yes. Lazima uwe na mistari ambayo inamtukuza. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza kwa sababu 1, 2. Isaya anasema hivi. 1. So hapo utajikuta unatumia karibu dakika 40. Dakika 40 tu unamshukuru Mungu. Anaendelea kusema. Basi koma, ufalme wako uje. So kabla tujaomba chochote, tunaomba uwepo wako. Ufalme wako uje. Sijui kama man of God you have seen that. Yeah, it's a must for the presence of God. The presence of God, kwamba we cannot go far without the presence of God. Kwamba tuna uhakika ambao tutakuja kuyaomba mbeleni yatafanikiwa because we have the presence, presence of God. Endelea man of God.
verse 10 the Bible says mapenzi yako yatimizwe. Now sasa baada ya kuomba uwepo wake, mapenzi yake sasa yatimizwe, sio mapenzi yako yake. So you should go down and search for the God's will first. Atuombi anasema mapenzi yako yatimizwe, yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. So kumbe kuna uwezekano wa mtu kuomba mapenzi, yani unaingia kwenye chumba cha maombi, unamwambia Mungu naomba mapenzi yangu yatimizwe mbinguni. Yet Biblia inasema mapenzi yake yatimizwe duniani kama ilivyo mbinguni. So the only formula inayotumika hapa ni kwamba ya Mungu ndio yatimie, sio ya kwako. So una uwezo wa kuingia kwenye chumba cha maombi na kumwambia Mungu naomba unipe 5,000,000. Yet kumbe mapenzi ya mbinguni sio wewe kupokea 5,000,000. Sio milioni. Maana yake ni unalazimisha God's will, your will to affect, to go to act accordingly to your will. Mungu afanye sawa sawa na yaliyo mapenzi yako. Na Biblia inasema mkiomba hautakiwi kusema mapenzi ya kwako yatimizwe, ni mapenzi ya Mungu yatimizwe duniani kama ilivyo mbinguni. So lazima tusafiri tuende kwenye scroll ya mbinguni tukaangalie ni Mungu ameandika nini. So tunajua Mungu mawazo anatuwazia ni mema. Mungu naomba kile unachoniwazia kikatimie. So hapo unajikuta umetumia karibu dakika 30 unaomba tu mapenzi ya Mungu. Kwenye uwepo wa Mungu unaweza kutumia lisali moja. So automatically tuna lisali moja la kumshukuru Mungu. Tuna lisali la pili, tumeingia lisali la pili la kuita uwepo wake. Tumeingia lisali la tatu la mapenzi ya Mungu. Endelea man of God anasema. Okay, 11 say utupe leo riziki yetu. Utupe leo, sio kesho, sio riziki ya jana, ni ya leo. So hapa ndo hapo watu upeleka mahitaji yao. Do you know that man of God, kwenye hiyo sehemu hapo ndo watu wataomba masaa 3. Kwamba sababu hapo sasa ndo baba nipe, nataka baraka, nataka mtoto, without knowing kwamba mapenzi ya Mungu yakitimia sasa baraka za Mungu hata utaomba riziki. Umeelewa? Hautahangaika katika hali ya kulia, kwa sababu sometimes unaweza kukuta unaombea ndoa kumbe mapenzi ya Mungu for that season ilikuwa sio ndoa. Umeelewa? Na ndio maana mwisho siku mtu anasema mimi nataka nimwache Kristo au nimechoka kuomba. Unajua majira uliopo unaomba, hayo unayoomba ni mapenzi ya Mungu katika hayo majira. So hapo unaomba riziki zetu, unaweza kutumia lisali moja. Kama una vitu vingi sana vya leo, unaweza kutumia masaa 2. Hapa ndo watu wamepewa nafasi yao kujiachia. Tupe leo riziki. Sasa kwenye riziki lazima urudi kwenye neno la Mungu ukaangalia hizo riziki amesema ni zipi, kwa sababu unaweza ukataja riziki ambazo sio za leo, ni riziki za kesho. You get it man of God? Yes, yani you are praying, unaomba riziki amesema ni riziki za leo, not za kesho. So unaweza kukuta unaomba ndoa ya kesho, unaiomba leo. You are praying for money of tomorrow today. So that means man of God, hapa inasema utupe leo riziki yetu. Utupe leo. That means kila siku is a new day. It's a new day. And kila siku ina majibu yake, ina baraka zake. Every day. Every day comes with his own package. Kila siku inakuja na package yake. Yes. Ndio wanasema utupe leo. Yes. And this is what makes prayer to become continuously every day. Hicho ndio kinafanya Yesu anasema mwanadamu yampasa kuomba siku zote. Luka 18 mstari wa 1. Siku zote, kwa sababu hauwezi kuishi leo kwa riziki ya jana. So hapo utatumia karibu lisali moja kuomba riziki ya. So maana yake kama leo umevuka hujaomba, maana yake unatumia kiporo. Ndio unago into survive. Unaishi kwa kiporo cha jana. Na unajua chakula cha kiporo kinasababisha utapiamlo. So haukui. Utapata udomavu, haukui. Anaendelea anasemaje? Yes. Okay, verse 12. Nasema utusamee deni zetu kama sisi nasi tunavyowasamee wadeni wetu. Amen. Man of God, rudia anasema. Inasema utusamee deni zetu. Sikia, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasameevyo wadeni wetu. Ametumia neno kama. Hautakiwi hapa, nina maombi ya toba kumwambia Mungu naomba utusamee.
hautakiwi. Na mwingine anaweza kusema kwa nini toba imeshushwa huku mwisho? Nitakwambia kwa nini imepelekwa huku. Lakini anasema utusamee sisi kama sisi tunavyowasamehe. So mtu yoyote ambaye asamei, Mungu amsamee. Yes. So inaweza kuwa kweli umeanza vizuri kwenye chumba cha maombi, umeanza vizuri, principles zote ukaja ukakwamia hapa, kwa sababu kwenye chumba chako cha siri Mungu akichunguza moyo wako anagundua kuna mtu hujamsamehe. Kuna bitterness. Kuna bitterness. So hapa yale yote ulikuwa ukiyafanya yale masaa 4 matatu juu, it was useless. Kwa sababu utaambiwa nenda kasamee. Ndio maana anasema kwenye Biblia kuna sema anasema acha sadaka yako nenda kapatane kwanza. Maana yake anakuambia acha usiombe, come out from this prayer. Nenda kwanza kasamee, then you come continue, then anza upya tena. So ili Mungu akusamee inategemea na wewe kiwango chako cha wewe cha kusamee. Okay. Kama wewe unasamea watu nusu nusu, usitegemee na ukasamehewa kabisa. Kipimo unachopimia watu na wewe ndio ambacho nakuja kwa. Kama unawapimia kibaba kimejaa, utajaziwa na wewe. Kama hujawapimia nusu, na wewe utawekewa nusu. Endelea hapo sasa. Okay, 13. Yes. Biblia inasema na usitutie majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu. So hapa mwishoni ni unaharibu kila kazi za adui, kila nguvu za ibilisi, kila harakati zote za pepo wote wachafu. Hapa ndo mwisho. Hapo una cast, unakemea, unaangusha. Bila sema tukiangusha kila wazo, hapa mwishoni unaanza kuangusha na kila, kwa sababu ni mbaya sana kwenda kupambana na shetani unforgiven. Kwa nini man of God tukianza kuomba tunawaambia watu ombeni kwanza sala ya toba? Nendeni kwanza mkaombe, mkatubu dhambi zenu, kwa sababu Biblia inasema mkuu wa ulimwengu amekuja na amekuta sina kitu chake. So wewe hapa sasa hivi adui akija na unasema nataka kupambana na shetani, halafu kumbe akichunguza na kugundua kumbe wewe ndani yako kuna uchungu, hujasamehe, you are gone. Sasa hiyo man of God, it means ukiwa una uchungu inakuwa kama umefungua mlango wa adui kukushtaki. Au kama una dhambi yoyote, it means unakuwa umefungua mlango. Afichaye dhambi zake hatofanikiwa. So kama tunataka tufanikiwe kumshinda shetani, okay, Biblia inasema kwa damu ya Yesu Kristo umeshinda. Hata upewe damu ya Yesu Kristo litamia. Kama kuna kitu umekificha, dhambi umeificha, hata tukuwekee bahari ya damu ya Yesu Kristo hauwezi kufanikiwa. So ona damu ya Yesu Kristo haina nguvu. Biblia inasema afichaye dhambi zake, hata aje na kitu chochote, yani hata ashuke na malaika wangapi, hatoweza kufanikiwa. Amen. So hapo kigundua kwenye toba mtu ameomba karibu dakika 40. Hapo kwenye kupambana na shetani mtu ameomba kisali moja. Tena anamalizia akasema, anasema kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Ametoa ni sharti. Anasema nyinyi mkiwasamehe na mimi nasamehe. Yes. So ni illegal, ni mbaya kwenda kwenye chumba cha maombi kama haujasamehe, kwa sababu kule Mungu hawezi kukusamehe. Hii ninaweza kusema kama ni kanuni. Ni kanuni. It's a must. When you break kanuni it breaks you. Ukivunja kanuni inakuvunja na wewe. Kwa hiyo ni kama yani ni upanga unaokata kuwili. Umeelewa? Endelea anasema. Okay, 15. Yes. Biblia inasema bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu wa mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Hatawasamehe na ninyi makosa yenu. So you see, it's a law. It's a principle that we need to forgive. Kanuni. Then hapo utamaliza baada ya tumetoka pale kwenye kusamehe, tumeingia kwenye kupambana na shetani, tunatumia another 1 hour. Alafu mwishoni anasema kwa utukufu ni wako na nguvu. So anasema unapomaliza kuomba hakikisha unamaliza kwa kumshukuru Mungu. Anasema utukufu ni wako na nguvu na heshima vyote ni vyako. So hapa mtu anamshukuru Mungu, anamwambia nimeomba kwa hivi vitu vyote viko ndani ya uwezo wako. Vyote viko sealed within. Sasa kwa nini tumeomba sala ya toba mwishoni? Kwa nini sio mwanzoni? Unapokuwa kwenye chumba cha maombi na kusema sasa ninajikita kuingia kwenye maombi, kumbuka kuna ombi la pili tuliomba, ufalme wako uje. Yesu Kristo atashuka, na akishuka pale
atashuka na kukusikiliza. Hataondoka mpaka utaposema amina. Aondoki kwa sababu umeshindwa kuomba sala ya toba. Anaondoka kwa sababu umesema amina. Hizi ni principle ametoa, lazima zifuatishwe. Kwamba unapokuomba hii principle ifuatwe. Lakini pia ukisema amina, mimi ndo naondoka. So wakiwa wanakimbilia kuomba toba ni kwa sababu wanahisi Yesu ashuka hapo ni anaondoka. Hau kitu kitachomleta Yesu Kristo ni toba yake. Ukianza kuomba unamkaribisha aje. Akija anakuja kukusikiliza, kwa kuwa baba huwasikiliza watoto wake. Then anakusikiliza. Kinachofanya maombi yanakamilika ni neno amina. It is done. Neno amina ndio inakamilisha package nzima, kwamba sasa Yesu Kristo anachukua au malaika anachukua maombi yako anayapeleka. Kwa hiyo kupeleka toba huku mwisho na imaanishi kwamba huku kote hujafanya chochote. Alikuwa anakusikiliza, amekusikiliza. Mungu wetu sio roboti. Amesikiliza na akakundua. Nakumbuka ni Yesu anafundisha. So haimaanishi kwamba Yesu amekosea, wewe ndio unajua sana. Yaani mtu anawaza kabla hajaanza kuomba, yani anapoanza kuomba hata amshukuru Mungu, nasikia Baba ninaomba unisamehe. Wengi wanaokimbilia kuomba toba ni kwa sababu wanajua hata kesho atakosea. Ni kwa sababu wewe ni mkosaji sana. You are not confident of yourself. So ngoja niombe toba. Na katika kitu ambacho watu wanakimbilia kuomba toba, kwa nini wanawahi kuomba toba kabla hajaomba kitu kingine? Kwa sababu hataki kumaliza kuomba kabla hajaomba toba, kwa sababu hana hata uhakika kwamba atafika hata mwisho. Kumbuka hapo kwenye hii swala ya toba ni ombi la 5. Hana uhakika kwamba atafikisha unisamehe, kwa sababu few minutes naenda kulala. So nisije nikafa usingizini, nimeomba tu gari, sijaomba toba. Sije nikafa usingizini, nimeomba riziki, sijaomba toba. So toba kwetu is not ukiona mtu wa namna hiyo, si kama anafanya true repentance, so kama anafanya toba ya kweli. It is too selfish. Ni anakuwa binafsi, anajiwazia yeye. It's like imekuwa kama routine, kitu ambacho watu wanachukua tu kawaida. Kwamba ngoja tu mimi niombe toba kwa sababu yeye kwanza anaamini toba ni kwa faida yake mwenyewe. Lakini tunapoenda kumalizia, ukiangalia hayo maombi yamegawanyika sehemu mbili. Awamu ya kwanza unaona kabisa ilikuwa na dini na ufalme wa Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Awamu ya kwanza imedili na hivi vitu vitatu. Umeona hapa kuna kitu kinamhusu mwanadamu? Hapana. It's all about the kingdom. Make sure when you pray, masaa yako unayotumia kwenye maombi, masaa yako ya mwanzoni yawe katika ufalme. Kwamba ufalme utimize kwanza mapenzi ya ufalme. Ndio maana Yesu hapo unaona concentration ilikuwa ni kwenye ufalme. Then awamu ya pili yalipogawanyika, utupe leo riziki. Haya yahusu tena maombi ya ufalme. Haya yanakuhusu wewe binafsi. Utupe leo riziki. Utusamee makosa yetu, sio kwa ajili ya ufalme. Ni kwa ajili yako mwenyewe. Kwani Mungu ndo ametenda dhambi. Ombi lingine, awamu ya pili, ombi la tatu anasema kuhusu kukemea, kuharibu nguvu zote za adui ibilisi. Ni masuala ya ufalme. Ni masuala yako wewe mwenyewe. So unaona Yesu amegrupa haya maombi kwenye awamu mbili. Awamu ya kwanza ina deal na mambo ya ufalme. So ukiona mtu anaanza kudeal na mambo ya mwilini, then ufalme anaupeleka mwishoni, is a failure. Ameshafeli. Yes. So unapoingia kwenye chumba cha maombi, baada ya kujua kwamba una sifa zote, cha kwanza unachotakiwa kuangalia concentration iwe katika ufalme. Kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Maombi yako ya mwanzoni yawe katika ufalme. Kwa sababu ikiwa katika ufalme, basi kila kitu umepata. Tafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu, mengine yote you see now. Let me tell you. Find first my kingdom. So the first part of prayer, it is finding the kingdom. Yeah. Tutapataje ufalme wa Mungu? This is the question people are asking. Tunaupataje ufalme wa Mungu? Yesu amekuja akaonyesha. Find first tafuteni kwanza ufalme wangu. Kwenye chumba cha maombi akatoa kwamba ruti ya kwanza ya maombi ni ya kutafuta kwanza ufalme. Yes. Then ruti ya pili, mengine yote mtazidishiwa. Unayaona kwenye
Stage 2. Stage 1, find first my kingdom and my righteousness. Tafuteni ufalme wangu na haki yangu. Stage 1 hiyo hapo. Stage 2 ya riziki, makosa, shetani na mengine yote. So stage 2 ni mengine yote. Mengine yote. So cha kwanza ni kuanza, tafuteni kwanza ufalme. So kwenye maombi tunapoingia, cha kwanza focus on the kingdom. Then cha pili ndo wewe sasa uweke mambo yako. Umeelewa? So kuna mtu anaweza akaishia tu kwenye mambo ya ufalme because maybe shetani hayupo. Utamlazimisha mtu. So kila mtu amefungwa. So kila mtu anaangusha na kuua na kufanya nini? Umeelewa? Yes. Kuna mwingine anasema mimi sijafanya kosa, sina haja ya kutubu. Mwingine anasema mimi sina haja ya riziki. Si ndio? Ana haja na stage 2. Lakini stage 1 kila mtu ana haja nayo. You cannot survive in this life without the prayer of the kingdom. Ili ufanikiwe kwenye haya maisha unahitaji kwanza maombi ya ufalme. Maombi haya mengine unaweza ukachagua bagua kwamba this time sitaomba hichi. Lakini maombi yale ya ufalme they are must. Ni lazima umshukuru Mungu. Ni sala kwanza. Lazima. Tena ni afadhali. Haya mengine ambayo mtazidishiwa, ambayo ni ya toba, ambayo ni ya riziki, ambayo ni ya shetani, unaweza kufanya hata yote kwa lisali moja. Lakini yale ya kwanza ya ufalme, umshukuru Mungu. Ufalme wako, anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, lisali moja. Ufalme wako uje, lisala pili. Mapenzi yako yatimizwe, lisala tatu. Haya ndio unahakikisha kwamba unayaomba kuyajazilishia vizuri. Haya mengine ni mengine tu ya kujazilishia, ya kuongezea. Lakini maombi ya ufalme ni maombi muhimu sana. Nafanya yale ambayo Baba nimeona akiyafanya. Yesu alikuwa yuko deep into the things of the kingdom. Power man of God. It is done. Yes, so this is how Jesus Christ teaches us to pray. Even though jinsi Yesu alitufundisha namna sisi tunaweza tukafanikiwa kwenye maisha ya maombi. Toka zamani hatukuona mtu anafundisha, tunasikia tu watu wanaomba. Then Master Jesus Christ, Yesu Kristo akaja akasema this is how you're going to pray. Amen. God bless you people of God. May God bless you. Kwa wale ambao wanatutazama right now na hujampa Yesu Kristo maisha yako, you should give Jesus Christ your life. Popote ulipo, weka mkono wako kifuani na useme ombi hili. Bwana Yesu, ninakuja kwako kwa kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nami leo hii ninatubu dhambi zangu zote za kuwaza, za kunena na za kutenda. Unisafishe kwa damu yako. Wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu karibu ndani yangu. Asante Yesu. Kwa vile umeomba sala hii, let me pray for you. Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Wale wote ambao wamesali na wameomba sala hii, Baba Mungu akapate kupokea wokovu kama jinsi ilivyokuwa katika siku za Kornelio. Wakafurahie matunda ya wokovu wako na wakajua kusudi la wewe kufa na kufufuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu akubariki. Ongera kwa kumpa Yesu Kristo maisha yako. Amen. God bless you.